Wewe ambaye ni designer wa matangazo kama haya, hebu sogea kidogo tuzungumze. Hivi unadhani matangazo kama haya kwa wewe unayatazama yamekuwa na muonekano upi kwako? Yanashawishi, yana mvuto au imekuwaje? Unahisi fani imevamiwa au la? Okay, nataka nikuonyeshe namna ambavyo mimi nimeamua kutembea nalo hili kwa kutumia software na ubunifu ambao niko nao. Nilichokifanya kwanza, nikaingia Pinterest kama hivyo unavyoona, nikakagua aina ya picha ambayo itaendana na kusudi la muhusika katika post yake. Nikawa nimepata hii hapa, nikaipenda kisha nikaipakua. Naam, cha kwanza kabisa niliona isiwe vibaya. Acha kwanza nipate information ambazo zipo kwenye ile post ya AI. Kwa hiyo nikaiingiza kwenye workspace yangu hivi. Lengo ni kuweza kupata maneno na nini vilivyopo hapa, lakini sio kuirudia kama ilivyo. Baada ya hapo nikasema okay, nachotakiwa kufanya ni kuanza sasa kuangalia concept nzima ambayo inaweza ikamvutia mteja. Nianze na wapi, hatua ya kwanza hadi ya mwisho. Nikaona okay, hebu nianze na kuandaa background. Kwangu mimi binafsi nilipenda black background kama hivyo ninavyoiona. Alafu juu nikaattach ile picha ambayo nilipenda, nikaiweka hapo. Lakini haikutosha, nikaweka triangle yangu hii ambayo imesimama katika hali ya vertical, lakini nikahakikisha huu upande wa juu na ufanye unakuwa kidogo na gradient view. Sikutaka ibaki kama ilivyo, lakini pia opacity yake nikawa nimepunguza. Baada ya hapo nikaona okay, kwa sababu taarifa ni nyingi, niweke nini? Nikaona sio vibaya nianze kuapply vitu vingine vidogo vidogo ambao vinaweza kufanya picha hii kupendeza. Lakini kabla ya hapo, ile picha kwa sababu ilikuwa inaonekana kama ilivyo, nikaweka effects kwa kuongeza rangi nyeusi kidogo upande wa juu ili picha yangu iwe kama ina darkness. Baada ya hapo nikaanza kuapply sasa hizi shape unazoziona ili baadaye nije kufeed taarifa zangu juu ya hapo. Ukumbuke kwamba kwa huyu mteja wangu nikaona picha zitakuwa ni katika sehemu ambayo inaweza kumuelezea mteja kwa haraka kuelewa kwamba yeye anafanya shughuli gani. Kwa hiyo nikachukua picha ambazo zinaendana na shughuli yake, nikazi-apply hapo, na baada ya hapo nikaona ngoja nianze kujaza information ambazo zinahusiana na biashara yake. Kwa hiyo taarifa zikawa ni kama vile kuhakikisha kwamba jina la studio yake au ofisi yake naweka hapo, lakini vile vile ni kwa caption ya juu ya mwaliko, na kuhakikisha kwamba nahakikisha naongeza hizi call to action kama vile location, namba za simu, muda ambao anapatikana, na kuapply baadhi ya icon ambazo zinaweza kuwasilisha kwa haraka concept ya CTA. Lakini nikaona niweke decors kama hivi chache juu, pembeni na chini, na pia nikaona sio vibaya nimalize na description, na chini kabisa nikamaliza na mwaliko au kualika watu. Kwa nyinyi ambao sasa mmeweza kuona post yangu ya kwanza ambayo mwenye AI aliweka na hii ambayo nimeiweka mimi, kuna utofauti kiasi gani kuonyesha kwamba soko la matumizi ya AI na watu ambao wanatumia software limekuwa na utofauti. Kikubwa anaweza kusema kwamba ubunifu unabeba mandhari nzima ya kufanya posti nzuri kama hivi. Acha komenti yako hapa chini ili tuweze kujifunza kwetu sisi tunao design na wale ambao wanatufuatilia au wateja wetu.